Niko hapa kwa ajili ya kueleza kwa kifupi jinsi mashine ya MRI inavyofanya kazi. Mashine hii ni mashine kubwa ya kisasa ambazo zinapatikana pote duniani, lakini mashine sisi ambazo tunazo ni mashine za kisasa ambazo ni 1.5 Tesla, ni kama mahali pengine pote duniani. Hata hivyo tunashukuru sana serikali kwa sababu imeweza kutupatia mashine 2 kwenye hospitali yetu ambazo tunazitumia hapa, na hizi ndo zinazosaidia kupima wagonjwa wetu hapa Moi. Na mashine zetu zinapokea wagonjwa kutoka kwa madaktari. Wale madaktari wanaeleza jinsi mgonjwa alivyouma na ndivyo wanavyofikia kwetu kwa ajili ya kumpima. Na mgonjwa kadri daktari alivyosema ndivyo anavyopimwa. Kama anaumwa kichwa, anaumwa mgongo, anaumwa kiuno au goti, basi atapimwa kutokana na sehemu anayoumwa. Kwa hiyo mgonjwa ambaye anahitaji kuwekewa dawa atachukua muda kidogo ukilinganisha na mtu mwingine ambaye anahitaji kuwekewa dawa kutokana na ugonjwa anaoumwa. Lakini hata hivyo mashine hizi zimetengenezwa, inaweza ikafanya mgonjwa kwa fast sequence, lakini inaweza ikafanya mgonjwa kwa sequence za kawaida. Na katika eneo la hili la fast sequence unaweza ukafanya mgonjwa kwa muda mfupi kidogo, lakini gharama yake ni kwamba picha zake hazitakuwa nzuri sana kuliko ukichukua muda mrefu. Kwa hiyo sisi wataalamu tunapendelea za muda mrefu kidogo kwa sababu picha zake zinakuwa nzuri sana na tunaweza kugundua magonjwa kwa urahisi. Lakini mashine yenyewe kama yenyewe ilivyotengenezwa, imetengenezwa kwa mfumo wa duara. Na hili duara mtu anaingia kwa urefu, amelala kitandani. Na kwa tafiti nyingi zinaonyesha sio Afrika tu wala Tanzania, ni duniani, kwamba wagonjwa walio wengi wanaogopa wakiingia kwenye mashine. Sasa ule uoga wao unawasababisha wajitingishe, na kujitingisha au kuongea inasababisha tusipate picha nzuri kwa ajili ya kuona ugonjwa wake. Kwa hiyo mashine imewekewa kifaa maalum ambacho kinaitwa headphones kwa ajili ya kumpa mziki kidogo na kwa ajili ya kumtuliza ili asihangaike. Kwa hiyo hizi headphones zinakuwa na mziki laini kwa ajili ya kumtuliza asiogope. Lakini napelekea hata watu wengine wanaogopa kabisa mpaka tunawatoa, wanakwenda, wanarudi tena, tunawatoa, wanarudi tena kwa sababu ya uoga, ni kitu cha kawaida tu. Pamoja na maelezo haya tuliyotoa kwa kifupi, tunaomba sana Watanzania wajiepushe na upotoshaji unaoendelea katika mitandao ya kijamii kama hivi ilivyotokea, lakini na wakati mwingine ujao. Moi, taasisi ya mifupa, Moi, Muhimbili, Moi, afya yako ni jukumu letu, Moi, kazi inaendelea.